Oh yes. Hello ladies and gentlemen, welcome. This is our live broadcasting with my friend here, Mr. Tams. Hope you're gonna enjoy this. We're gonna have fun and enjoy the episode. Okay, here you go, Katarina. Now we're going to talk about a lot of things, and this is an open podcast by the way. Comment hapo section. Whatever you're talking about ni vitu zina happen tu hapa hivi hapa pale. So venye tutaongea tu, I hope tutawasaidia na I hope pia mtapiga pale. Na pia msisahau kusubscribe as tunaendelea tu bado. Yes, thank you so much. So tutakuwa tunaongea mambo ya depression. Depression, like talking about depression imekuwa ikiwa wasee sana. Unapata umebaki kucheka na msee the whole day, mtu ako tu sawa, and then like jioni unasikia tu msee aliji already, then uko zile like kuna best yangu hapo alikuwa anatumia hizi madawa za baby, so akachangiwa pesa kana pesa, so kuna napata napendiwa hizo stuff. Jamaa akaona hapana, sio manio kitu, sio mani hiyo tena. Unajua shida ya depression ni kwamba ni moja, as in huwezi notice wewe mwenyewe uko nayo. So unapata tu uko na signs kama tu unakaa peke yako, hutaki kuongea sana, unafanya kile kitu tu yenye ina happen in unaanza hata ku like I had a friend by the way, actually hata alikuwa hapa hivi tu chini. That guy alikuwa very joyous, imagine. Hata alifanya kazi tu the whole day vizuri, then everything, kila kitu alikuwa anafanya tu kwa jioni. The next day asubuhi nasikia tu wasichana wakisema ai nani yuko. Like I was like tulikuwa na yeye jana na nilikuwa na check hivi. Then like unaniambia yuko aje sasa. I had to go and confirm by the way, na nikaenda nikapata yenyewe it's true. So depression is killing at a very high rate. Social media online kuna mtu anapost ki sentence hapo na nilikuwa natafuta hapa kwa jamaa mwingine hapo alikuwa actually so you know next time I'm going to pay for to come kujua that so many people in Kenya are dying in silence. Yeye anaandika yeye sana amepost kwa hiyo simply because wakiongea wanaogopa exactly the community yenye unapata mwenye unaongelesha hachukuli ikiwa serious, anasema huyo ni attention tu anataka anaandika tena, na wanajua wakijiongea utaanza kusema they are sympathy seekers. Thank you. Anasema hivyo ndo anatafuta attention, anataka kuchangiwa, mostly ni kuchangiwa. Haya, the next akasema na wakikosa kuongea wakufe na depression. Yani wakufe na shida zao. Mtakuja huko online kusema eti wangeongea labda wangesaidika. Na hiyo wakati waliongea hamkuwasaidia. Sometimes let's learn to listen to people before judging. So these are ameandika tu juzi. All they want is your time and listen to them. So when you talk depression, nasema all they want is your time and you listen to them. They need your shoulder to lean on. Perhaps they need your advice, nothing more. But kwa hii life hakuna marafiki wa kushare mambo zetu nao. Cause wakimwambia leo kesho anatutangaza. Unajipata ukitrend kwa status na social media, ukimtrust akamshow your secret. Ndani atakupenda. Hii life inaweza kufa kwa kabisa kwa sana. Sasa huyu jamaa ameandika hiyo yote kwa Facebook post hapo. Kidogo. Sio hiyo sasa unapata unaogopa kuambia mseju. Like nitakuja nikwambie and then the next minute maybe tuko sana. Then waambie ama unicharge. Ama niambie hata ujui best yako vizuri. Alafu mwingine hata si story na pesa. Unapata hata kuna marriage zenye haziwa. Unaona? Lakini sasa unaona ukienda kuambia msee about marriage unatoa nini secret zama. Na pengine anything hiyo kitu ungeenda uongee na msee ingesaidika. Lakini hapa hivi unaona lakini siku hizi bana best mwenye taambia kitu yako. Unapata unaambia msee unaambia mtu kaibo nako hapo hivi na hivi na hivi. Anajua basi. So your marriage haiko fiti. So take your chance. And then like unafanya nini sasa? Unafanya nini? So unapata ule msee mwenye unamwambia shida zako si kukusaidia na kusaidia but anakuongezea shida nyingine. In the moment sasa ameenda amechukua bwanako. What happens? Uta feel that is a betrayal, si ndio? Depression itaongezeka. So unapata umse, so unapata heri tu bila umekaa bila kwa. But the thing is, ukiambia kitu kama mwingine bana kama simjaji.
Please nisaidie tu. But yes, let me say, okay, like honestly speaking, kuna wenye unaona kama mzee kitu anakuambia yenyewe hiyo si depression. Unajua kuna wase you take that advantage. Huyo mzee anaona ukimwambia shida yake like how to talk of men, no, like okay, sisemi na women, but men unapata kuna mzee anajua basi. That is how it is. Anaona let me use that weakness kufanya nini kupata, and then after amekupata and then like everything will happen later on I realize kumbe hata hakuna kitu kilikuwa happen, alitafuta tu story simply to your kind hearted majaribu. So sasa ni hadi for example umejipata kwa depression hata nafikiria pesa ndio ai mimi naweza chance bana, hata si mara moja. Tupeka moja. Okay, we nishajipata place. Okay, it's kind of funny, but mimi nishajipata place yenye nilikuwa nimempray mama kwa. Okay, like job nilikuwa nafanya by that time ilikuwa 12 hours. So sikuwa na matenda kufanya kazi zangu kwa nyumba. So I had a point sana. So kuna huyu chali ndio tuna date by and then chali yeye ndo alikuwa ananipa bills kwa nyumba, yeye ndo alinipa. So hawapatikani siku hizi. Okay. So it's not funny by the way, it didn't be depression. So mimi nilikuwa na alikuwa anatumia pesa na niko mama kwa. Actually it's not she was very good by the way. Alikuwa at least sometimes nilikuwa nataka and know it's cost. So mimi one day nikamwambia nikamwambia hizi instead hizi transaction cost zote ya kushinda kutumia pesa, we can just send money direct kwa Kumbe ali take that opportunity. My friend. It's about to go down. Yeah, it's the biggest mistake and of course it was a lesson to sijaifanya that mistake again. So, alichukua number and I started chatting. And I was seeing that coming. And I was so mimi niko zile like so okay, siku realize but nilianza kuona madharau. Okay, like si madharau zile nampigia simu kuja nifanye kazi kwa nyumba and then nakwambia like nilipata kazi kwa manake sinaweza kuja kesho and then like me most of the time nikimuita hajawahi kuja. So that lady, so one day dem nilikuwa na mapele sana, akaniambia saizi kazi imekuwa chini sana na mimi nikasimamisha job. So baada nilisimamisha job I had to kukaa hapo. So nikikaa hapo unaona sasa simpei kazi. So akaniambia sasa na kazi afanye nini? Aende home kwao. So mimi the good sister I was, the good hearted mama. Mimi nikachukua the lady nikamwambia instead ya kuhama na kila kitu unaweza niuzia kama kiti, aniuzie kiti abaki na hizo vitu vingine alafu hizo vingine nikapanga. Actually I was the one who helped her pack the bags. So when nilimsaidia at 3 AM my friend I had to wake up, niliacha haziko bed, nikaamka nikaenda nikampeleka, but mind you hazidi kumwambia but see you know as ladies that kwanza usikie ati oh bestie wewe wacha na stories za bestie au sikizangi. So what I did mimi nikamka saa 9 nikaenda nikakatoa nikaenda nikapandisha demu then let me tell you mine. Hey God, tell me 2 days later Hazi alikuwa na so mwenye alikuwa huko kwangu place nilikuwa na kazi kwa nyumba hakukuwa na network, so lazima niende alikuwa na simu tatu. So simu moja akaenda nayo hivi. Hey guys listen here carefully, the story that is coming here. Hey. mimi sijui hata bagi zangu nimetoa hapo nikaenda kushika simu ya mwanaume chuoni. I'm telling you guys, please simu ya mwanaume usijaribu kushika. Usiguze. Hiyo ni afadhali hata ameweka simu hivi. Please chukua, weka simu hivi. Continue. Please usijitafutie depression tafadhali. What happened? So what happened? Mimi kwenda kuangalia kwa simu. Nikapata pesa. Akakuwa message. But I need the number. So nikaona kuangalia simu nini. What?
Nikapata namba zake hapo hivi because imeandikwa Hani. Ati Hani sijui nini. Unaona hizo like mpaka unazoom. Am I dreaming? Mpaka unajiamsha hivi. Hebu confirm mpaka namba. Mpaka na confirm because so muuliza he was violent. As in, okay, like it was not violent, like lakini alikuwa zile like hapana, we're talking about this and this and this and this. Talking about this and this mkijitanga Hani. Hey, my friend, I'm telling you that was the last day I saw that man in that house and it went like that. So ulimwambia atoke ama wewe ulitoka? No, yeye ndo alitoka. Okay, yeye ndo alitoka. So vile nilitoka asubuhi hapo hivi. But I was so happy because when angerudi ningekuwa na intention zile like ningekuwa na zile tumaasira because that's a betrayal. One nilikuwa na sidi akukulae akomwenza alimwenzio ama nini? Wasemaje Waswahili? Sasa kitu nauliza kikulani kikulacho kikokuoniwa. Sasa tukae uchi ama jamaa tushaka uchi ama mbona lazima tuvae bana? Mimi well, sasa okay, like jamaliza story. So later nilikuwa ilikuwa na like kwa gasi. Nilikuwa na maji ya ugali. Nimeenda nimeketi nasikia kitu kuna kuangalia my dustbin ilikuwa inajaa food hivi siko naweza nikula ujo one nimetriwa I don't have a man jamaa ulikuwa unampenda ile kabisa so like I don't have a man I don't have a job alafu kidogo hivyo home so my friend simu yangu ikaharibika. Simu ikaharibika. Bwana. Yuba. Saitani sasa kabisa pepo mbaya na kukemea. So that man nilitumia zangu zikaisha. So mpaka nikafungiwa nyumba. So nikafungiwa nyumba nikomeza zote. Tell me depression haita kwa. So hata hiyo from hiyo siku unaongea naye tena kama kupatana hiyo. Why? Alafu I confronted. Okay, what I did, I confronted the lady. So when nilimconfront Wallahi unafikiria wanaume wako peke yao. Ulikuwa unafikiria nikikaa huko hivi nikikuja nikule nyama nini ulikuwa unafikiria sijui nini but you know as like this unaona ile like having a friend as a friend when you're married and then having a friend who is single and then unaenda kumwambia zile story unaona maybe your husband zile vitu unafanyia sijui my husband results in a resultingi stuff kama hivi aidha anaweza kuipia hata ama si kuipia utafanya umse hapo zile like why not mbona mimi niko hivi unaona so unapata bado our friends wenyewe that influence alafu unaona ingine kitu kingine ni competition ya life unakuwa friends like mimi na wewe and then nakuja napata maybe kuna kitu kufanya upgrade or something unaona so me I'm trying to hata sijui ni nini sijachunguza like stay investigate nijue ni nini ulifanya so I'm competing nikutelifanya nini nitoshane na wewe unaona but sijajua zile steps thank you sasa watu wengi hawataki kuelewa hivyo they want to na uweze kuka steps za life uweze kuka steps za life lazima upite 1 2 3 na bahati yako si bahati yangu na bahati yangu si bahati yako unaona so uweze sikia ati nilipata bahati ya kufanya kitu and then wewe ujaribu kufananisha na mimi na ujui mimi kama ilikuwa bahati yangu ilikuwa vipi tunakaa hivyo unaona classmate anapata amepata gani kwanza ni hadi mimi nilikuwa na maoni yani kila mara na basi alafu kitu kingine youth hawataki kuchoka the moment umepata mtu anakuweka na pesa hivi my friend unapewa advice una itakupeleka kwa depression Aki for real please youth can you go and hustle please make your own money after pesa for real wasn't it okay like ndio umekuja sikatai hakuna mtu by the way hakuna mtu anachukua pesa yangu unachukua pesa yangu hata mimi siwezi nataka na hapo nitumie siwezi buy pesa ya bure but please hata kama niyo pesa ya bure please make sure kuna kitu
ufanye. Kitu kana kushikilia. Like okay, tunaitanga plan B. Make sure uko na plan B. Jo, plan B kakosa kuwa. Please, plan B. Hautapata depression. Therefore, hapo nimezoea kila monthly unanipea 200k. And I'm okay with it. Unanipea na ni sawa. And then unatoka hapa, you're breaking up with me. How do you expect me to survive? How do you expect me to get another one? Mwenye atakuwa anipatia 200k. How? Ni maajabu. You see? Lakini sasa nikiona kitu kingine anafanya at least it has ile like hakuna kitu yenye sisi una big deal. Hata ukienda at least niko na kasa watu wa hustle. So you please acheni kudipendia na kiwango sana. And mostly I'm talking this okay, si lazima ladies but sana ladies please. Utapata mtoto alafu hata wanaume mtaweka siku hizi. You can't usiniambia. Kuchua. Usiniambia. Niza mama, nikute nikombe niko na fulani ukose ku. Kuna mtu hata kama ni vile mimi nitafikia kwa serious note. Alafu ushike. Okay. When did you first taste your sweat? Like which year? My first. How did you feel? That feeling inakuanga wewe. Ukitoa unakula pesa yenyewe. You deserve it. Like you deserve it. Kiatu kununua kashati nasikia hadi ukitembea nayo. Like kivaa hivi ukitoa hizo hadi. Si mtu mwingine hapo. Karibu ufute boss wako bwana. It's very nice. So when you're hustling, actually, so it's very nice. Okay, not necessarily when you're hustling, when you're independent. How do you depression? See hustle. Don't get about depression. But kuhustle ni vizuri. Kwa sababu kuhustle itakupeleka kwa depression. So, watu wange mambo ile inaweza. So tumesema ile mambo. So kitu ya kwanza, inafanya competition. Know your position. Kama unashika shilingi 10, hizo shilingi 10 unashika enda hata kucompete na wengine. Kitu ya pili about marriage. Huyu ameolewa na Njoroge, huyu ameolewa na Kinuthia. Kinuthia anafanyia wake hivi. Na wewe Njoroge akufanyia hata pressure mingi. Hata yeye inafika mahali ya kufanyia. Kwa siku you have to pressure your husband at sijui alimnunulia Benz sasa nataka like Jozi anataka ni Crystal ali gift manzi yake nini 1 million na gari na they have never hata hajai sasa juu yeye alimgift hivyo na mimi niliona nianza sasa kupressure chali yangu baby sister bwana tembea tena so in simple watu waanza zero bana hata si story tena kwanza zero unafaa ujue hii kitu yenye unataka kupewa si uende ujitafutie wewe mwenyewe mbona upe mtu mwingine pressure watu hafanani bana hapo enda hizi hadi class unapatana msemo unapata like in the morning before nirudi niende job nilienda kufungua gate yangu napata hapo nje mtu amelala mtamtaro okay looking at the guy he's a father kimwangalia vizuri he's a father amelala hapo kwa hiyo mtaro na kulikuwa kuna nyesha usiku like you can see even the ground is wet so alinyeshewa hapo na apart from kunyeshewa hiyo baridi yote bado asubuhi amejisusulia so niliangalia nikasema what are you like for real na ukiangalia mostly by the way mostly watu wenye wanakiliwa sana na depression they are men wanashindwa kujiongea I don't know why it's very difficult for them na mbona say if I take away it doesn't go like that but if I go your work because at the end of the day tunapitia challenges the same so sasa so busy the only thing that can cure depression one ni kuongea na kitu kingine
Na si kuongea tu, kuongea tu. Na kuongea kitu sensible. I'm not talking about kuongea alafu then unakuja unatoa nilemba story na kuongea unatafuta ka attention. Hapana, kuongea kitu yenye at least unaona yenyewe. Hii ni kitu inafaa nini? Inafaa kukaliwa chini na kuongea. Another thing ni hiyo kujua lini yako. Acha kujaribu compete na mwenzako. Kama hivi ndio unaweza, wewe fanya hivyo. In Kiswahili ama ni Kikuyu? Wewe ndio hareo wewe kijana. Step back. Yaani okay, like life huenda step by step. Wewe niambia ati nimeamka tu saa hizi ati okay, it's like venye unataka like for example university. Wewe niambia unatoka uni una expect neno upata job atalipwa $1 million per month. Lazima uende step, lazima utoke kwa at least hata kama ni kubali, hata kama unaingiza 6k ni 6k, kama unaingiza enda hivyo step by step. Everything starts with step. Unaona hata by the hata hakuna mtu aliamka hivi akaamka kwa sasa. Unasema aje? The only difficult thing ni hujaanza. Thank you. Ni hujaanza ndio difficult. Kianza ni hivyo. Ni hivyo tu. Kama hizi. Inakujanga imetileta. But I came to realize making 100k is very hard. But making 200k from 100k is very easy. The first step is the only, hiyo ndio tunakuanga too hard. But the second step, hiyo step ya kwanza. Ukianza. Yeah, so tunaongea mengi and tumefika tamati just depression is not a joke. It's a serious battle that many people face every day. If you are struggling, know that you are not alone. We are here for you. And together we can go through this. Reach out, talk to someone, and remember, there is always hope. That's the end. We need to Mr. Thompson, and it was nice to meet you. It's a good Such amazing. na msikose kusubscribe kwa mazee. Vitu kubwa zinakuja, like it's just the beginning. Keep locked, keep tuned. Hapo kwa comment section kitu hatujataja unaweza tuambia hapo hivi, and then the next time tukikuja tutaongelea hiyo story. Na kila anyone mwenye anaweza kuwa na depression na feel kuna damu tunaweza ongea na yeye. Usikose tu kwa comment section, unaweza kuja ucomment and we'll talk. Suicide is not the hiyo si solution ya depression. Hapana. Na usione ni wewe wa kwanza. Usijaribu kutafuta drugs as a solution. Hapana, solution ni mingi. The solutions to see the bad solutions. Bado kuna positive way out of it. It's a girl Katerina. Till next time. Keep out. Depression is kuzima kamera. Leo nimea kamera. Sasa Katerina.